Hamjambo watoto wazuri? Hatujambo. Shikamo babu. Wow, marahaba. Sasa leo nimewaita hapa, nataka niwape hadithi moja. Hadithi nzuri sana, lakini kabla sijaanza kuhadithia hadithi yangu, ningetamani tumtangulize Mungu mbele kwa kuomba. Wangapi wanajua kuomba? Wow, kumbe tunajua Natamani mtoto mmoja ambaye anajua kuomba atuombee. Ni nani? Wow, karibu tuombee. Tufungeni macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu Mungu kwa majeshi, Mungu asante kwa kutulinda kwanza tulipokuwa nyumbani kuanzia asubuhi mpaka sasa. Mungu umetupa afya njema, umetuongoza na umetulinda. Mungu naomba tunapenda kuanza hiki kipindi chako, mlinde babu wetu, atuhadithie story njema na tufundisha maadili mema. Nikiomba kwa kuamini, amen. Amen. Amina. Sasa kunaye baba mmoja ambaye alikuwa ana familia yake, ambaye alikuwa na mke na mtoto huyu mmoja. Mtoto wake alikuwa anaitwa Johnny. Anaitwa Johnny. Alikuwa ni mtoto wa kiume na mtoto pendwa sana katika familia ile. Sikiliza, mama yake alikuwa anafanya kazi ya mgahawa. Wangapi wanafahamu mgahawa? Ni sehemu ambayo wanauza chakula, wanauza makande, wanauza na nini kingine? Chipsi na pilau na nini tena? Nyama. Au unapenda kula nyama wewe? Itakuwa wewe mtoto wangu mzuri unapenda kula nyama. Sasa kulikuwa kuna kichaa mmoja. Kichaa huwa anavaa nguo mbaya. Sasa alikuwepo kichaa mmoja, jina lake alikuwa anaitwa Gifty. Anaitwa nani? Gifty. Wow. Sasa yule Gifty alikuwa anavaa manguo mabaya, machafu, na sura yake na miguu na mikono yake ilikuwa ni mieusi. Ni mtu ambaye alikuwa haogi, hana ule ufahamu wa kuoga au kufua nini? Nguo. Lakini nikwambie kitu kimoja, kichaa anakula. Kichaa anakula, ni hapa kwenye chakula anakula. Sasa huyu kichaa alikuwa anapenda sana kwenda kwenye mgahawa wa mama yake na Johnny. Akifika pale anamwambia Mama Johnny, nipe chakula nile. Mama Johnny kwa huruma akiwa anamwangalia, anaenda jikoni, anampakulia chakula kwenye sahani yake nzuri, wala hampi kwenye sahani mbaya. Anampa kwenye sahani yake nzuri, anamwekea hapo. Lakini huyu kichaa kimaliza kula, badala arudishe sahani, anaichukua sahani, anaitupa. Anamwambia, unachojifanyia unajifanyia mwenyewe. Kikiwa kizuri unajifanyia mwenyewe, na kikiwa kibaya unajifanyia mwenyewe. Anachukua ile sahani, anaitupa. Kichaa anabeba begi lake, anaondoka. Siku nyingine tena anakuja hivyo. Afu anakuja ule muda mzuri, ule muda wa kula. Saa ngapi hiyo? Saa 6, saa 7 hivi ndo anakuja na kifurushi chake, ameweka ndani vitu yake mengi, mifuko ambayo hana hata kazi, ameweka humu, ameweka mauchafu. Anafika pale, Mama John, naomba chakula. Mama John kwa huruma anaenda anampakulia chakula, anampatia yule kichaa. Kisha maliza kula, anamwambia, unachokifanya unaifanyia mwenyewe. Kiwa kizuri unaifanyia mwenyewe, kiwa baya unaifanyia mwenyewe. Anachukua ile sahani, anairusha kule. Si unajua sahani zinauzwa gharama, si ndio? Zilikuwa zingine zinavunjika, zingine zinapona, hazivunjiki. Lakini Mama John alikuwa hata haongei, yeye alikuwa mpole. Sasa siku moja kikatokea kitu kikubwa cha ajabu. Sikiliza, Mama John akasema, huyu kichaa huyu anakujaga kila siku hapa kula chakula changu, anavunja sahani yangu, halafu aniambia hata asante, anaondoka. Leo nitamkomesha. Leo nitafanyaje? Nitamkomesha. Yule kichaa akaja. Hiyo siku akaja tena, aliwahi. Alikuja mida saa 6 kabisa kamili, ameshafika hapo, ameshika mfuko wake, ameweka begani. Alipofika pale akamwambia tena Mama John, nipe chakula. Mama John alikuwa ana wazo kichwani kwake. Wazo lenyewe ni baya. Alikuwa anataka kumwekea sumu kwenye chakula yule kichaa. Jamani, nilisikitika. Hebu sikitika tuone. Wow, mtoto yuko nyumbani, hebu sikitika
Oh jamani, yule mama John akachukua sahani yake ya chakula, akaweka hapo wali mzuri, akaweka na tunyama, najua mnapenda kula nyama, akaweka na tunyama pale, afu akachukua sumu akanyunyuzia pale juu. Baada ya hapo akatoka akampa yule kichaa nini? Sahani ya chakula. Mama John akafunga mgawa wake haraka haraka ili aondoke, kwamba huyu kichaa atakapokula kile chakula atakufa. Anapokufa mama John awe wapi? Nyumba. Hataki kesi. Kwa bahati mbaya mama John ameondoka. John akaingia kutoka shule, akaja mgahawani kumuona mama yake. Anafika pale, anamkuta kichaa amekaa. Sahani ya chakula iko hapa mbele. Anaishangaa. Anafanyaje? Anaishangaa. Hebu shangaa. Mshangae na yule pale. Mshangae. Anamshangaa. Haya, angalia huko. Alipokuwa anamshangaa, John akaingia. Akaambia, "Gift, habari?" Akajibu, "Poa." Kwa hasira, "Poa." Chakula kiko hapo, hajala kile chakula. Unajua alimwambiaje? Kaambia, "John rafiki yangu, nimekuletea chakula leo. Njoo tule." Njoo tufanyaje? Njoo tule. Njoo tufanyaje? Njoo tule. Njoo tule. Alichokifanya pale, kuna kitu kikafanyika hapo haraka haraka. John akawa ameshiba, lakini yule kichaa hajala. Yule kichaa Hajala. John akaondoka. Na kichaa akafanyaje? Akaondoka. John anafika nyumbani, anamwambia mama yake, "Mama, leo nimepita pale kazini, nimekuta umeshaondoka. Nimemkuta yule kichaa. Amenipatia zawadi leo." Zawadi gani? "Amenipatia chakula, nimekula naye pale." "Umekula chakula?" "Chakula umekula naye?" Mama John akachanganyikiwa, akasema, "Oh, mtoto wangu amekufa jamani, maana nakumbuka kile chakula alikiwekea nini? Sumu." Mama John akambeba John haraka haraka, wakakimbia. Fika hospitalini pale, akafika anamwambia daktari, "Mtoto wangu amekula sumu." Sasa mtoto John anashangaa, "Nimekula sumu wapi? Mimi nimekula chakula." Aambia, "Mna, yule kichaa kile chakula chake nilikuwa nimekiwekea nini? Sumu. Na mtoto wangu amekula nini? Kile chakula." Basi watu, baba yake na John wakatoka hapo mbio mbio, wakakimbia wakamkamata yule kichaa. Wanataka wampige, wampeke na polisi, amempa mtoto sumu. Lakini yule kichaa unajua aliwaambiaje? Aliwaambia hivi, "Kile chakula ambacho alinipatia kilimwagika. Kilivyomwagika, nilikuwa na chakula kingine kwenye mfuko. Nilikichukua kule kwa mtu mwingine. Chakula kingine hichi hapa." Kumbe alikitoa kile chakula, akakiweka pale kwenye sahani ili ale. Afu John akaja. Kwa kile chakula akampa nani? John. Kwa John hajala nini? Sumu. John hajala sumu. Kile chakula sio chenyewe alichofanyaje? Wakamwambia, "Hapana, twende hospitalini." Wakampeleka mpaka pale hospitalini. Akafika pale, mama John analia kwa uchungu, anamwangalia yule kichaa, anatamani kummeza, anatamani Kummeza. ushakuwa na hasira, yaani unatamani kummeza mtu, lakini muangalia unaenda kummeza wewe. Mama John ndio alivyokuwa. Lakini kichaa akamuelewesha tena mama John. Akamuelewesha tena mama John. Lakini akamwambiaje, "Unajua, unachokifanya unajifanyia mwenyewe. Kikiwa kizuri, kikiwa kibaya, bado." Yule mtoto hajasikia. Yule kichaa akamwambia mama John, "Unachokifanya unajifanyia Mwenyewe. kikiwa kizuri, unajifanyia Mwenyewe. kikiwa kibaya, unajifanyia." Mwenyewe. Sikiliza, yule kichaa alikuwa ni kichaa, lakini ana akili kidogo, ana akili Kidogo. Akamwambia, "Wewe mama, si unaendaga kanisani wewe kila siku? Sasa ngoja." Akamwambia, "Ukifika nyumbani, kafungue kitabu kimoja kinaitwa Yakobo." Kinaitwa Yakobo. Akamwambia sura ya 4 na mstari wa 17. Tena akamwambia, "Sitaki uende usome, utaenda kusoma kwa muda wako, lakini nataka nikwambie hapa." Akamwambia hivi, "Ukijua kutenda mema na ukaacha kutenda hayo mema, hiyo ni dhambi." Hiyo ni nini? Ni dhambi. Wewe ukijua kutenda mema, halafu usipotenda mema, hiyo ni Dhambi. Mama John alikuwa anatenda mema kila siku, lakini siku moja akaacha kufanya wema, akawa amefanya nini? Dhambi. Kwa mfano yule kichange kula kile chakula, si angekufa? Ndio. Alikuwa hana hatia, si ndio? Haya, kwa mfano yule mtoto John angekula kile chakula, si angekufa? Ndio. Angekuwa na kosa gani? Si hapana? Ndio. Unapokuwa unajua kutenda mema, tenda Mema.
Uwe mtoto unapokuwa shuleni, unapokuwa nyumbani, jifunze kutenda mema. Na ukijua kitu fulani ni chema, kifanye. Kwa sababu ukijua kitu fulani ni chema usipokifanya, hiyo ni dhambi. kwa mfano, unataka kumsaidia mtu kalamu, unazo 2, halafu hutaki kumsaidia. Hiyo ni dhambi. Kwa nini hutaki kumsaidia mwenzako? Na tumejifunza upendo. Tumejifunza Upendo. shule yetu excellent. Tunajifunza kuwa na upendo kwa watu Wote. Jifunze kutenda Mema. Sisi watoto Wa Yesu. Schools. unajifunza Kutenda mema. Wewe jifunze. kutenda mema. Wow. Hicho ndicho kipindi chetu cha leo, kinaishia hapo tu. Tutakutana baadaye kwa kipindi kingine kizuri sana cha hadithi nzuri sana za kutufundisha tuwe na tabia Njema. tuwe na tabia Njema. wow. Tunaenda kufunga kipindi chetu.